mwanzo ilipotea. Tumetoka kuadhimisha Pasaka kama msimu kwa kila mwaka unaofanyaga. Lakini hapa Paulo anathibitisha kwa habari ya matendo ya Kristo kwamba tulipokuwa tungali wafu, Kristo alikufa ili tuwe hai, ili adhihirishe uungu wake ndani yetu. Kumbe bado nafasi ipo ya kuanza upya tena. Huwa napenda kutoa mfano kwa wanandoa. Kwa mfano nakuta mwanandoa akaolewa, kwao walikuwa wanaamka saa 7. Sawa tu Mungu. Kwa sasa anabaki na ile mesha ya kuamka saa 7. Au kwao alikuwa apiki. Kwa hataki kubadilika, yani kuhamia kwenye ufalme mpya. Si ndoa mtasita jamani? Hata kanisa ni taasisi mpya. Na kanisa limeanza baada ya Pasaka, baada ya Kristo kufa na kufufuka, kuondoa laana na dhambi zote, kuwaweka watu huru. Kanisa likaanza. Kwa kanisa ni la watu wapya. Ni lazima tukubali kuyaacha mambo ya zamani na kubadilika, kwamba ni lazima kwa Kristo inawezekana kuwa hai. Haijalishi mambo yamekufa, lakini Kristo akiwa ndani yako unakuwa hai tena, unakuwa mpya tena, unakuwa mzima tena. Kristo kikaa ndani yako, tunaiona badiliko, tunataka maisha mapya. Na hiyo ndio imani ya Kristo, kwamba Kristo alipokufa na kufufuka alitoa laana zote, alitoa mikosi yote. Kumbe ni wewe kuamua kwamba mimi nataka niwe mpya, nataka niwe hai tena. Ni tendo la kuamua moyoni kwamba mimi leo ni kweli nilikuwa fulani, lakini Kristo yuko ndani yangu. Hatuangalii mambo ya mwaka jana, hatuangalii mambo ya jana, tunaangalia mambo ya leo na yajayo, ili yeye ayadhihirishe. Unasema ni kweli mimi nilikuwa hivi, lakini Kristo yuko ndani yangu. Ni kweli nilikuwa hivi, lakini leo Kristo yuko ndani yangu. Unasema nataka niwe mpya, nataka niwe mpya, nataka niwe hai. Na inawezekana Yesu akiwa ndani yako. Inawezekana, inawezekana kuwa mpya tena, inawezekana kushinda dhambi, inawezekana kufufuka upya, inawezekana vitendo la kukubali ya kwamba Yesu nimekubali ili niwe mpya, ili nikupokee, ili maisha yangu yale ya zamani niyaache, nivae maisha mapya. Vitendo la mwanadamu mwenyewe kwa hiari kukubali. Amen. Watu wa Mungu wakati mwingine tunachelewesha. Unajua tunachukua muda mwingi sana kulia na kuomboleza. Kumbe lazima utambue, je, mimi nimekufa au sijafa? Hauwezi kupona bila kutambua uko sehemu gani. Ni lazima uverify, yes, mimi nilikuwa fulani. Je, katika huduma bado natenda katika kiwango vile vile? Katika kila jambo bado nafanya kwa kiwango vile vile? Je, bado Bwana anatembea ndani yangu? Je, bado na hofu ya Mungu? Ukiona ipo unakubali Bwana, nigeuze, nigeuze. Ninapenda maneno ya Yeremia katika Maombolezo 5:21. Wakati taifa linaanguka, anasema tugeuze, tutageuka, tugeuze, tutageuka. Alikuwa anatambua kwamba kweli wameanguka, na Bwana akiwageuza watageuka. Kanisa lazima tukubali kugeuzwa. Kanisa lazima kila mmoja akubali kugeuzwa. Acha kuishi kwa mazoea. Using'ang'anie kuwa mtu, using'ang'anie kutendana maisha ya ufu. Chagua kuwa hai, maana ukiwa hai Yesu atatembea na wewe. Kanisa tunataka tuone madirisho ya Mungu ndani yetu. Kila tunalifanya tulione kwa upya tena. Amen. Watu wa Mungu, nataka niwatie moyo ya kwamba bado nafasi ipo. Uwezekano wa kwanza upya upo. Maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Amekwisha kutolewa. Yesu alikufa kwa ajili ya kanisa. Yesu alimwaga damu ili sisi tuwe hai. Ni kweli tulikuwa wafu, lakini Yesu ametuweka huru tena. Hata ukitembea unasema ni kweli nilikuwa mfu, lakini Yesu ameniweka upya, ameniweka mpya. Leo mimi ni hai tena, leo mimi ni mzima tena. Unawashuhudia matendo ya Mungu, na wao wanayaona ya kwamba huyu mtu kweli yu hai ndani ya Kristo. Si yule wa mwaka jana, ila ni mpya.
angaza na watu waione nuru yako na uzima wa Kristo ukae ndani yako. Hiyo ndio kanisa la Mungu aliye hai ambalo Bwana amesema atakuja kulichukua, kanisa ambalo lisio na maua, kanisa lililo hai, kanisa ambalo linaangaza. Je, maisha yako mama yanaangaza? Maisha yako baba yanaangaza? Ukitembea unaangaza? Kubali kupokea badiliko, kubali kuwa hai leo, kubali Yesu akufanye uhai. Wokovu ni kila siku, Pasaka ni kila siku, Pasaka ni mwanzo mpya.